Siku zote Mungu anakupa kile unachohitaji na sio kile unachoomba. Karibu sana kwenye Alphonsi Motivation TV, mahali ambapo unapata maarifa ya kimaisha pamoja na hekima ya kimungu ili uweze kufikia mafanikio yako. Leo nataka nikwambie siri ambayo itabadilisha namna unavyoona maombi, maisha pamoja na majibu ya Mungu kwako. Kuna wakati katika maisha inafikia mahali unajiuliza, kwa nini Mungu hujanipa kile nilichoomba? Lakini baadaye unapotazama nyuma, unagundua kwamba kilichotokea kilikuwa ni bora zaidi kuliko kile ulichotarajia. Rafiki yangu, Mungu hujibu maombi kwa hekima yake na si kwa matakwa yetu tu. Na leo nimekuletea siri za majibu ya maombi yako ambayo hujatarajia kutoka kwa Mungu. Siri ya kwanza: Mungu anaona mbele kule tunakoshindwa sisi kufika. Unaweza kutaka kitu leo bila kujua madhara yake kesho. Unaweza kufuata mlango fulani bila kuona hatari nyuma yake, lakini Mungu anayaona yote. Kwa hiyo wakati mwingine unapoomba mlango ufunguke, Mungu anaufanya mlango huo ufunge kimya kimya, na si kwa sababu anakuchukia. Hapana, bali ni kwa sababu anaona kile kitu kilicho nyuma ya mlango ambacho kitu hicho wewe ukiwezi kukiona katika macho ya kawaida. Katika Biblia Takatifu, kitabu cha Mathayo sura ya 26 mstari wa 39 pamoja na injili nyingine zote zinazungumzia na kutoa historia ya Yesu Kristo ambaye aliyeomba kama ingewezekana kikombe kile kimwepuke. Lakini Mwenyezi Mungu alijua kwamba mwanaye alihitaji kuwakomboa wanadamu licha ya maombi yake aliyoomba. Hivyo Mungu alijibu kile Yesu alichokihitaji na sio kile ambacho Yesu Kristo alikiomba. Hii inatufundisha kwamba kuna wakati Mwenyezi Mungu hujibu kile unachokihitaji hata kama unaomba kitu kingine. Mfano, unaweza kuumizwa sana katika suala la mahusiano na ukaomba hata Mwenyezi Mungu akuweke mbali kabisa na huyo mwenza wako au mchumba wako mtarajiwa. Lakini Mungu akiangalia moyo wako, anaona moyo wako unahitaji mchumba wako aweze kubadilika badala ya kumuondoa. Hivyo kuna wakati unaweza kuomba Mwenyezi Mungu amuondoe kabisa mbali na wewe, lakini unashangaa tu mara anaporudi kuomba msamaha, unamsamehe na kurudiana naye. Hapo ni Mungu amekujibu kwa kile ulichokuwa unakihitaji moyoni, licha ya kile ulichokuwa unakiomba. Siri ya pili: unachoomba kinaweza kukuliza, lakini unachohitaji kitakujenga. Hebu fikiria mtoto anayeomba kisu kwa sababu tu kinang'aa. Mzazi mwenye upendo lazima atamnyima mtoto huyo, sio kwa sababu hamjibu wala hamjali, bali ni kwa sababu anampenda. Ndiyo hata Mwenyezi Mungu anapofanya hivyo kwetu sisi. Kuna mahusiano tuliyoomba, kuna kazi tulizotamani sana, kuna watu tulitamani wabaki na sisi, lakini Mungu akasema hapana. Kumbe hapana hiyo ilikuwa ni ndio yenye nguvu zaidi kwa maisha yetu na maisha ya baadaye pia. Hivi tusipende kulazimisha vitu pale ambapo tunaona Mwenyezi Mungu anajibu kinyume na vile tulivyoomba. Siri ya tatu: majibu ya Mungu ni maandalizi ya sehemu ya safari ya kukujenga. Mungu hutumia maombi kama darasa. Wakati mwingine hukupa kile unachokihitaji ili kukuza uvumilivu wako, imani, utu uzima wa kiroho pamoja na uelewa wa mapenzi yake. Kusubiri sio adhabu, bali ni mafunzo ambayo Mungu anayatoa kwa kila mwanaye ampendaye. Tukisoma katika Biblia Takatifu, kitabu cha Wafalme wa kwanza sura ya 19 mstari wa 4 inasema, nitanukuu: lakini yeye mwenyewe akaenda mwendo wa siku moja jangwani, akafika akaketi chini ya mwaluni mmoja, akaomba kwamba afe. Akasema, yatosha sasa Bwana, uichukue nafsi yangu, kwa maana mimi si mwema kuliko babu zangu. Mwisho wa nukuu. Hapa Eliya alikuwa amechoka,
ameogopa na amekata tamaa kabisa baada ya kutishiwa na Malkia Yezebeli, na ndipo akamwomba Mwenyezi Mungu amchukue. Lakini Mungu alitazama roho ya Eliya, akaona alichokuwa anakiomba na alichokuwa anakihitaji vilikuwa ni vitu viwili tofauti. Hata wewe rafiki yangu, yamkini mwenza wako wa ndoa amekuchosha kwa tabia zake pamoja na mambo yake ya ajabu, mpaka unafikia hatua ya kuomba Mungu akuweke mbali naye kama ikiwezekana. Lakini Mungu akitazama moyo wako, anaona ukihitaji mwenza wako abadilike na siyo kukuweka mbali naye. Subiri Mungu mwenyewe afanye uamuzi kwa busara, na usiombe kile kitu ambacho moyo wako siyo unachokihitaji. Siri ya 4: unachokiona kama ni kuchelewa mara nyingi ni utimilifu wa muda wa Mungu. Wakati tunasema Mungu, kwa nini sasa hivi na si wakati mwingine? Mungu yeye husema, sasa ni wakati makini, subiri wakati wangu utakapofika, kila kitu kitakuwa kamili. Na ndiyo maana Biblia inatuasa katika kila jambo mapenzi yake yatimizwe, maana mara nyingi mipango yake ni bora zaidi kuliko mipango yetu sisi, ambayo mara nyingi tunaiona kwa macho yetu ya nyama. Siri ya 5: mafanikio makubwa tokea unapokubali kuongozwa na majibu ya Mungu. Mtu yeyote aliyefanikiwa kiimani, kihisia, kimaisha, hata kiuchumi pia, lazima ataongea kauli hii kwako: Mungu alinitendea mema kupitia majibu ambayo sikuelewa wakati ule. Kile ambacho ulizani ni kukataliwa, kumbe kwa Mungu ilikuwa ni kukulinda. Kile ulizani ni busara, kumbe kwa Mungu kwako yamkini kingekuwa ni kitu ambacho sio kizuri katika maisha yako. Kile ambacho ulizani ni hasara, kumbe kilikuwa ni mwanzo mpya. Kile ulidhani ni kuchelewa, kumbe kilikuwa ni maandalizi. Mungu wetu ana mpango ambao huwa mara nyingi unaeleweka baada ya sisi kuwa tumefanikiwa. Ndugu yangu na rafiki yangu, wakati mwingine unapoomba kitu, najua huwa unadhani kwamba Mwenyezi Mungu hakuoni, lakini kumbuka hiki: Mungu hujibu maombi kwa kukupa kile unachohitaji, hata kama hauelewi kwa sasa, na hata kama unaomba kitu kingine. Majibu yake si kikwazo, bali ni daraja la kukupeleka kwenye maisha bora yenye amani, imani na mafanikio ya kweli. Usichoke kuomba kwa Mwenyezi Mungu kisa anakupatia kile ambacho wewe haukutarajia kwa muda huo, bali endelea kuomba kwa Mwenyezi Mungu, kwa sababu yeye ni Baba mwaminifu na kile anachokupatia anakitambua, kwa maana anasema kwamba mawazo ninayowazia nyinyi ni mawazo mema, wala si ya mabaya. Mwenyezi Mungu ni mwaminifu, hajawahi kudanganya wala kumwongopea yule ampendaye. Haijalishi ni kipi kimekuumiza, aidha mahusiano yamekuumiza, aidha biashara yako imeshuka sana, aidha uchumi wako umedorola, aidha kuna kitu ulitarajia hujakipata. Usichoke. Najua uliomba Mwenyezi Mungu aukuze uchumi wako 2025, lakini bado uchumi wako haujakuwa. Usichoke, bado kuna 2026. Mwenyezi Mungu atajibu kwa kishindo. Yamkini amekucheleweshea 2025 kwa sababu aliona kuna maadui wanakumendea, na kama angekupandisha basi ungepata upinzani mkubwa, hata yamkini maisha yako yangeondoka dunia. Usichoke ndugu yangu, endelea kuomba. Mungu ni mwenye rehema, hata mwakani atakupatia. Basi mimi kama rafiki yako ninakuombea kila ulichoomba mwaka 2025, Mwenyezi Mungu akupatie hicho mwaka 2026. Kama utakuwa hajakupatia mwaka huu, na Mungu atakufanikisha. Asante sana kwa kunisikiliza. Usisahau kusubscribe, kulike, kushare pamoja na kucomment, na Mwenyezi Mungu atakubariki. Langu jina ni Alphonce Ndabita na hii ni Alphonce Motivation TV. Mpaka wakati mwingine, Mungu akubariki. Chao.